Lengo la somo hili ni kuondoa madhara ya dhambi kwa njia ya maombi ya toba. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunaangalia dhambi juzi, jana na leo, inatosha kutufunua na kutuonyesha, kwa sababu hakuna kitu kizuri duniani kama kuambiwa ukweli kwenye maisha. Japo watu wengi hawapendi kuambiwa ukweli, lakini ukiambiwa ukweli, hata kama ukikasirika, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu umepata fursa ya kuambiwa. Kuna watu hawajaambiwa wamekufa, wangetamani hata wangepata nafasi kama hii ya kuambiwa. Kwa hiyo sisi ambao tuko hai leo, Mungu ametupa neema ya kutuambia dhambi zetu, uovu wetu, makosa yetu. Tumshukuru Mungu sana kwa hii neema. Bwana Yesu asifiwe. Na yapokee hayo kabisa, yachukue, yabebe, fanya kwamba ni project yako katika majira ya Kwaresma. Mungu amenisemesha hiki, amenisemesha hiki. Unapoendelea kujifunza hapa na mifano mbalimbali nayotoa, kila mmoja kwako binafsi, kwenye familia na mazingira ulionayo, unaanza kuona mambo ambayo yanakuhusu na vitu ambavyo Mungu anasema na wewe live. Uelewe tu Mungu anataka urudi, urejee, na kwa sababu amekupenda sana ndio maana anakuambia ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitabu cha Mithali sura ya 28 mstari wa 13. Mithali sura ya 28 mstari ule wa 13 unaenda sambamba na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 8 mpaka mstari wa 10. Kama unaandika, tunaendelea na kile kipengele cha kuangalia dhambi mbalimbali ambazo nyingine hatukuzitubia, nyingine tumetubu nusu robo, hatukufika pazuri. Kwa hiyo Mungu anatufungulia ili tupate nafasi ya kutubu. Kwa hiyo tunaangalia dhambi mbalimbali, makundi mbalimbali ya dhambi. Jana tuliangalia ABCD mpaka E. Leo tunaendelea na vipengele vingine, ziko 10. Kwa hiyo tutamaliza mpaka kipengele cha 10. Kitabu cha Mithali sura ya 28 mstari wa 13, maandiko yanasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Atapata rehema. Hii ni mistari miwili ya muhimu sana kwako, mtu wa Mungu. Kabla hata sijaendelea kufanya hiyo listing, lakini hii mistari miwili, mmoja ya mstari wa kwanza, afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Kwa hiyo moja ya sababu kubwa ya watu kuto kufanikiwa ni kuficha dhambi. Andika hiyo. Moja ya sababu kubwa ya kuto kufanikiwa kwa watu ni kuficha nini? Hiyo iandike, iweke kwenye ubao, mpaka watoto wako pia waisome wanapoingia na kutoka. Iweke kwenye status yako, wanaopitia masaa 24 wakutane nayo. Moja ya sababu kubwa ya kuto kufanikiwa kwa mtu ni kwa sababu ya kuficha dhambi. Na kinyume chake, sababu mojawapo ya kufanikiwa kwa watu ni kuziweka wazi dhambi zao mbele za Mungu. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Sababu mojawapo ya kuto kufanikiwa ni kuficha nini? Dhambi. Haimaanishi kwamba sasa ndio uende redioni au kwenye mitandao ya kijamii ukaziweke dhambi zako wazi. Anazungumza habari ya kuziweka dhambi zako wazi mbele za Mungu. Na unatakiwa ujue kwamba sio kwamba Mungu haoni dhambi unazofanya, na sio kwamba Mungu hajui dhambi unazozifanya, ila anataka wewe uonyeshe kweli umejua, kweli umeona, kweli unakiri kwamba hiyo ni dhambi. Maana kuna kitu kinaitwa kiburi cha dhambi. Tulizungumza jana kidogo na juzi habari ya Kaini. Kiburi cha dhambi ni kikubwa sana, ambacho kinawafanya watu wanaficha dhambi zao. Kuna kitu kinaitwa kiburi cha dhambi. Kiburi cha dhambi kinaonekana kwa Kaini waziwazi. Kaini anaambiwa, yuko wapi ndugu yako? Alafu anamjibu Mungu kwamba kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Umesikia hayo maneno? Yaani ni majibu ya hovyo. Yaani kwamba kwani mimi uliniweka kuwa mlinzi wa ndugu yangu? Ni kama anamwambia Mungu, bwana tusiulizane.
Lakini Mungu anajua kwamba wewe ndio umemuua ndugu yako. Alafu Mungu anaenda hatua nyingine kabisa, anasema damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Lakini Kaini anajibu jeuri. Nataka nikuambie kuna watu ambao jeuri walionayo, kiburi walichonacho ni kwa sababu dhambi iko katikati yao. Kinachowafanya wanaendelea kuwa jeuri na viburi ni kwa sababu dhambi imewatawala kwa kiwango ambacho haambiwi chochote. Utamwambia nini? Kaini anamjibu Mungu. Kiburi cha dhambi ni kwa kiwango cha kumjibu Mungu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Na hichi kipengele cha pili kinasema lakini yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Hebu sema atapata rehema. Kwa hiyo kama unaandika hicho kipande cha pili, rehema ni matokeo. Rehema, andika rehema. Rehema ya Mungu. Rehema ya Mungu kwa lugha nyingine ni huruma ya Mungu. Rehema ya Mungu ni matokeo ya kuungama na kuacha dhambi. Rehema ya Mungu ni matokeo ya kuungama na kuacha dhambi. Confession and repentance is equal to God mercy. Ukisema Mungu ni rehemu, unamaanisha Mungu ninaungama lakini niko tayari kuacha. Ndio maana ya kumwambia Mungu akurehemu. Watapata rehema. Kuna kuomba rehema na kupewa rehema. Anyway, kwa hiyo rehema ya Mungu ipo kwenye kiti cha neema. Na akisema kiti cha neema maana yake mamlaka ya Mungu. Mamlaka ya Mungu ni kiti chake. Kinaitwa kiti cha neema. Ndani ya kile kiti kuna rehema, alafu kuna neema nyingine ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Sasa anaposema kwamba huyu mtu aziungamaye na kuziacha atapata rehema, maana yake atahurumiwa. Kwa huruma ya Mungu au rehema ya Mungu sio kwa kulialia, ni kuamua kuungama na kuacha dhambi. Bwana asifiwe. Zipi hizi hapa ambazo tumezisoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ile ya kwanza mstari wa 8 na wa 10, wale ambao tulikuwa wote tangu juzi na jana. Hizi nazosema tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya nini wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Lakini anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Alafu anasema kitu kigumu sana. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa muongo, wala neno lake halimo mwetu. Na hapa ndipo ambapo nataka usikilize vizuri. Nia kubwa hasa ya Roho Mtakatifu kutuonyesha hizi dhambi ni kuendelea kukuambia, mwanangu, ninahitaji ufanye toba kwa sababu mimi ninaona una dhambi. Na mtu akikwambia una dhambi, usiseme ananihukumu. Hebu tupungiane. Haleluya. Ukiambiwa una dhambi, mwambie okay, sawa, nenda kaanze kutafakari. Nilikuambia jana, ukianza kuomba haya maombi, Mungu atakuonyesha mahali ambapo ulikuwa huoni. Ukianza tu kusema Mungu, sasa ninaingia kwenye maombi ya rehema, kuna vitu ulikuwa hujui kama ni dhambi na utaanza kuvijua. Kwa hiyo kwa uchache wake Mungu alikuwa anatuonyesha vitu hivi. Sasa tuendelee, tuangalie sasa kwenye listi yetu ile ya dhambi mbalimbali ambazo unatakiwa kuzitubia. Tukasema kuna dhambi ambazo zilikuwepo kabla ya wewe kuwepo. B, tukasema kuna dhambi ambazo hukuwahi kujua kama ni dhambi na hujazitubia. 3, tukasema kuna dhambi ambazo umezikiri lakini hujamaliza kuzitubia. Bwana asifiwe. Na namba D, tukasema unaendelea kufanya huku ukitubu. Nasi nitatubu. Maandiko yanasema, je, tufanye dhambi kwa sababu neema ipo? Kuna watu wanaendelea kufanya dhambi kwa kigezo kwamba sintatubu. Sasa nilikwambia Mungu ana shida. Fanya dhambi mara 7 mara 70, ukitubu anakusamehe. Ukitubu anakusamehe. Lakini
kuna kosa la kuendelea kufanya kwa sababu unategemea kusamehewa, hujawahi kulitubia. Wewe umeitubu ile dhambi na Mungu anakusamehe on the spot, lakini kitendo cha wewe kuendelea kurudia mara kwa mara, hiyo ni dhambi nyingine, inaitwa makosa. Bwana asifiwe. Okay, tukaendelea tena tukasema umetubu lakini hujarekebisha, hujatengeneza. Mungu alikusemesha Anania na Safira. Natoa mfano, Anania na Safira alikwambia mwanangu, Mungu ni mwaminifu sana. Anania na Safira wamekuja na wazo baya kabisa. Mungu kawasemesha kutoa sadaka, wakaja na wazo baya, na bado Mungu akasema nao tena wakiwa madhabahuni. Je, mlikiuza kiwanja kwa fedha hiyo? Ningekuwa ni mimi ningeshtuka pale pale. Kwa nini kauliza? Amejua. Lakini hawakutaka kufunguka kuwa wazi. Anania anakuja, angesema Bwana, hatukukiuza kwa hiyo fedha, naomba uniruhusu niende nikabadilishe, nikachukue kiasi ambacho tumekificha. Lakini akaenda vile vile. Nachokizungumza hapa ni nini? Ukisha tubu, rekebisha, tengeneza. Mwangalie jirani yako, mwambie tengeneza. Mwangalie usoni, mwambie ukisharekebisha, ukishatubu, tengeneza. Ukishakiri kwamba nimemkosea mzazi wangu, nilizungumza jana, kuna tofauti kati ya kuomba msamaha kwa wazazi wako na kurudisha mahusiano na wazazi wako. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Toba na matengenezo. Unatubu kwa ajili ya kufanya ushirika na Mungu na kumpa Mungu nafasi, lakini matengenezo ni kufanya vyema. Tulitoa mfano pia wa Kaini. Mungu anamwambia ukitenda vyema hutapata kibali. Usipotenda, dhambi iko mlangoni inakuotea. Kwa hiyo Kaini alitakiwa atubu, lakini aende akachukue mazao yaliyo mazuri ampelekee Mungu, lakini hakufanya vile, na madhara yake yakawa makubwa. Sasa kuna watu wengi sana ambao wanatubu lakini hawarekebishi. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu amekuita kwenye wito wa kumtumikia. Mungu alikwambia, mwanangu, wewe utakuwa kanisani kwako, kazi yako ni kupeleka maua tu. Utakuwa unahakikisha kanisa lina Jumapili maua limepambwa. Na kweli ukapokea wa wito, ukawa unafanya hiyo kazi. Katika kuifanya hiyo kazi, Mungu anaangalia watoto wako kwa ajili ya maisha ya baadaye. Mimi nafahamu kwa mfano bibi yetu sisi alikuwa ni mtu ambaye anadili na bustani za kanisani. Hata alipokuwa mzee anatembea hivi na miaka 84, unamkuta amechuchumaa anang'oa majani kwenye maua. Ile ilikuwa ni sadaka yake kwa ajili ya sisi leo kusimama kwenye madhabahu ya Mungu. Sasa ukapata changamoto kidogo, sio umekutana na parishweka akakusema vibaya, au umekutana sio na nani akakusema vibaya, umeacha. Umefanya kosa. Siku moja mhubiri kama mimi nikahubiri hapa vikakugusa, ukakumbuka, ngoja nikatubu. Ukaja ukatubu, Mungu naomba unisamehe, ulinipa wito wa kuleta maua kanisani lakini nimeacha kuleta, naomba unisamehe. Ukatubu, Mungu anakusamehe on the spot. Kesho lete maua. Hebu tupungeane. Bwana asifiwe. Lakini ukitubu ukaendelea na za kwako, wewe umetubu ila hujabadi hujarekebisha. Na hapa ndipo watu wengi tunapokamatwa. Umeweka nadhiri, mwaka jana natoa sadaka ya mavuno, nimenunua vitu siku kwa 50,000. Ukahubiriwa, jamani, nadhiri ni dhambi. Mhubiri mmoja akaja akapiga injili hapa akasema, jamani, nadhiri ni dhambi. Ukisha tubu, nenda ukatoe. Ukitenda vyema hutapata kibali. Kwa wengi wametubu lakini hawajarekebisha. Jambo lingine nikasema ni dhambi ambazo zimefanywa mahali fulani, ambapo hapo mahali unahusika lakini hujui, lakini zinakutesa kwa sababu wewe uko mbali na hapo. Haleluya. Kwa sababu wewe uko hapo, umefungua duka mahali
Mmiliki, wewe umelipa kodi. Umeita sijui mtumishi ameenda ameombea pale, au wengine hata hamjaita watumishi, mkiona mambo yaendi vizuri ndio mnamtafuta mtumishi akaombe. Ila hamjawahi kuita hata mtumishi kwenye duka lako. Wenzio majirani wana watu wao, wamekuja wamechoma vitu pale, wamekuja wamefanya ibada, wameweka madhabahu ya Mungu pale. Wewe uko na duka pale. Aliye mtu ambaye umemkodisha hilo duka, mwenzio ana nadhiri yake na sadaka yake kwenye miungu yake kwamba atakayegusa hili duka haruhusiwi kujenga kwake. Akijenga kwake mimi nitapata wapi kodi? Hebu tupungiane. Mmenisikia ninachokisema? Kwa hiyo pointi yangu ya msingi, kama Mungu anakupa kitu chochote, whether ni kiwanja, ni eneo, ni gari, ni nyumba, ni biashara, ni ofisi, kuna vitu watu wengi hawafanyi. Wengi wanasema naitakasa ofisi na iweka wakfu ofisi. Sawa. Ila kama kuna dhambi imefanyika na inahusiana na hiyo ofisi au hiyo biashara au hiyo eneo, lazima utubu ili kutengeneza ushirika na Mungu na ofisi yako. Unaweza ukaitakasa ofisi, unaweza ukaiweka wakfu ofisi ikakufaa wewe na biashara yako, lakini haijamfaa Mungu. Mwangalie jirani yako usoni. Nimesema mwangalie jirani yako usoni, mwambie unaelewa? This is very important. Ni kitu muhimu. Jamani, narudia tena. Kuna tofauti kati ya kukitakasa kiwanja, kukiweka wakfu kiwanja, na kukifanya kiwanja kiwe na ushirika na Mungu. Kwa sababu unaweza ukakitakasa, unaweza ukakiweka wakfu kikakufaa wewe kwa ajili ya ujenzi, lakini Mungu kila akija anakuta dhambi. Maandiko yanasema kifanye kituo chako kuwa safi. Kwa sababu ninakuja nataka kukuokoa, ninashindwa kukuokoa kwa sababu pale sina ushirika napo. Ziko ofisi ambazo tunazifanyia kazi sisi. Kuna ofisi watu mbalimbali hapa ambako mko kwenye maofisi mbalimbali. Ni ofisi ambazo tayari watu walishazitolea sadaka kwenye miungu mingine. Ni ofisi ambazo watu wanafanya dhambi usiku na mchana. Unaingia kwenye ofisi, mtu alikuwa anazini ofisini. Kuna boss kwenye hiyo ofisi alikuwa analala na mabinti kwenye hiyo ofisi. Na wewe umeingia humo ndani, umeitakasa, sawa, lakini hiyo ofisi haina ushirika na Mungu. Lazima ufanye toba kwa ajili ya dhambi iliyofanyika. Nikatafuta mtu miongoni mwao, ufanye toba kwa ajili ya dhambi iliyofanyika hapo, ili Mungu awe na ushirika na hiyo ofisi. Kuna tofauti kati ya uhusiano wako na Mungu na uhusiano wa ofisi yako na Mungu. Hivi haya ni mambo mawili tofauti. Cha kwanza ni uhusiano wako wewe na Mungu. Alafu cha pili ni uhusiano wa Mungu na ofisi yako. Alafu cha tatu ni uhusiano wa wewe na ofisi yako. Wengi sana wana maintain uhusiano alionao yeye na biashara yake na nyumba yake na ofisi yake, lakini ni wachache sana wanasahau kwamba lazima kuwe na uhusiano kati ya gari ulionunua, kati ya ofisi ulionayo, kati ya biashara ulionayo au kiwanja au nyumba na Mungu. Na ushirika uhusiano kati ya Mungu na ofisi au na biashara au na gari au na kiwanja au na nyumba unatokana na toba. Toba. Simama kwa niaba ya ofisi yako. Fanya toba juu ya dhambi iliyofanyika kwenye hiyo ofisi. Ili nini? Mungu aingilie kati hiyo ofisi. Hebu tupungiane kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaenda sawa watu wa Mungu? Okay, wale ambao tumeenda nao mpaka jana tuliishia hapo, sasa tunaendelea tena. Andika. Itakuwa F au itakuwa ya ngapi? 1 2 3 4 5 6. Tunaingia ya 7, si ndio? Dhambi nyingine hii hapa, iandike. Kusingizia au kuingia kwenye mkumbo wa wanaosingizia. Kusingizia au kuingia kwenye mkumbo wa wanaosingizia. Kusingizia au kuingia kwenye mkumbo wa wanaofanya nini? Wanaosinzia. Biblia inasema hivi. Kitabu kile cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 16. Kutoka 20:16 anasema hivi, usimshuhudie jirani yako uongo. Usimshuhudie jirani yako nini? Uongo. Sasa ngoja niwaambie,
hiki ni kitu ambacho unisikilize kweli kweli. Kusingizia au kuingia kwenye mkumbo wa wanao singizia. Hebu muangalie jirani yako, muulize umewasingizia watu mara ngapi? Alafu mwambie umekuwa kimbele mbele kwa ajili ya mambo ya watu mara ngapi? Yaani mtu kasingiziwa, wewe hujui chochote, ila kwa sababu tu huyo anayekuambia unamwamini, unaenda naye. Hii nayo ni dhambi nyingine ambayo inatuhukumu wengi. Mmenisikia ninachokisema? Yaani kuna mtu kasingiziwa. Jamani, mnamfahamu mtoto wa Mama Debo? Mtoto wa Madebo namfahamu. Yule mtoto ni mwizi. Kweli bwana. Aise, ndio maana amekaa kiwiziwizi tu yule. Hujui. Yaani kwa sababu anayekwambia unamwamini, kwa unajua pia alichokisema ni sawa. Matokeo yake umeingia kwenye mkumbo na umefanya dhambi. Kwa nini? Usimshuhudie jirani yako huo. Na unakiri kila wakati. Kila wakati unakirigi Jumapili kwenye ibada. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo. Unakiri. Lakini hebu niambie, tuongee ukweli. Hasa sisi watu wa kanisani, sisi ndio wasingiziaji wengi. Hiyo inaendana na hiyo ni ngapi? Hiyo bwana, pacha wake ni hii ya 8. Andika alafu nitakwambia. Pacha wake ni hii: kushabikia na kufurahia maanguko au mabaya waliopata wengine. Kushabikia na kufurahi maanguko au mabaya waliopata wengine. Kushabikia, kufurahia maanguko au mabaya waliopata wengine. Hapa wengi sana. Na leo unatakiwa kutubu. Sasa mkumbuke hiki kitu, msisahau. Tunaongea hivi vitu very light. Tunavyoongea ni vya kawaida sana, lakini mkumbukeni, tunachokiangalia hapa sio tu dhambi. Tunaangalia madhara ya nini? Ya dhambi. Matokeo yake. Wewe unatubu zingine, ila hizi hauzitubu. Ile kwamba haujazitubia, madhara ni yale yale, mshahara ni ule ule. Sio kama mmenielewa? Yaani aliyeiba, aliyezini na aliyesingizia, mshahara ni mmoja. Wewe umetubu kwenye dhambi ya wizi na uzinzi na vitu kama hivi, lakini kuna mahali pa uongo, pa kushabikia, haujatubu na unaendelea. Hasa sisi wa kanisani. Najua wengi hapa ni watu wa kanisani na mnajijua na mnanielewa nachokisema. Kubeba jambo. Niliwaambia Jumapili hapa, watu wengi sana ambao wamenyoosha vidole kwenye mambo ya wengine huwa yamewapataga na wao. Kamuulize mama ambaye mtoto wake amepata mimba kabla ya kuzaa, kabla ya kuolewa. Kamuulize, utagundua aliwahi kunyoosha mikono kwa watoto wa wenzie. Kwa nini vimempata yeye? Kwa sababu hiyo dhambi hajaitubia, mshahara ukarudi. Mungu haidhihakiwi, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Dhambi ni kupanda na kuvuna. Andika hiyo point, itakusaidia sana. Yaani dhambi ni kupanda na nini? Na kuvuna. Na unachovuna kwenye dhambi, watu wa Mungu, ni madhara ya dhambi au matokeo ya dhambi, ambayo ni mshahara wake unaoitwa mauti au uovu. This is very important. Dhambi ni mbegu. Lazima siku moja ifanye nini? Yote. Inampa adui uhalali. Wengi walioshabikia, kafukuzwa kazi, akome. Inakuja kwako. Biashara yake imekufa, yani yule hamna kitu. Ndoa yake yani inakaribia kufa, umelibeba yani. Wewe subiri tu, wakati inakufa ya yule, na ya kwako nayo inateketea. Kosa lako ni nini? Uliona ni maisha ya kawaida, lakini ni dhambi na mshahara wake uko pale pale.
Nyanyua mkono wako kwa Bwana, sema Bwana Yesu. Hautaki? Sema Bwana Yesu, naomba unikumbushe mahali niliposingizia, mahali nilipobeba vya watu. Naomba unikumbuke, unikumbushe. Sema unikumbushe yale mambo ambayo nimeyabeba, yale mambo ambayo nimewahi kuyabeba. Naomba unikumbushe ili hiyo dhambi isiendelee kula maisha yangu. Naomba Yesu unikumbushe katika jina la Yesu. Sema amen. Pacha mwingine watatu wa dhambi nyingine itakuwa ya ngapi? Itakuwa ya 9, si ndio? Ni hii: kuendelea, andika hivyo hivyo, kuendelea kuzungumzia na kuisambaza dhambi ya mwingine ambayo ameshatubu. Kuendelea kuizungumzia na kuikuza na kuisambaza dhambi ya mwingine wakati mwenzio alishatubu na Mungu alishamsamehe. Mwenzio alishatubu ila wewe umeishikilia, maana yake wewe umesimama kwenye nafasi ya Mungu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Hii ni dhambi nyingine ambayo watu wengi hawaitubu. Kuendelea kuizungumzia na kuikuza tena kuisambaza dhambi ya wengine wakati wenzao walishatubu na Mungu amesha wasamehe. Huyu ni pacha mwingine wa dhambi. Jamani, tunamaliza hichi kipengele leo, kesho tuanze kushughulika na madhara haya, matokeo. Tupate nafasi ya kuomba sana kuanzia kesho. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Maandiko yanasema usihukumu usije ukahukumu. Nisikilize, hichi kitu kitakusaidia sana. Wengi sana tumekuwa na hii tabia. Ukisikia mtu amefanya dhambi, mimi nakuomba jiepushe sana. Kwa sababu inawezekana mwenzio alishatengeneza siku nyingi sana na Mungu wake. Yaani alishamaliza muda mrefu. Wewe unaposimama kwenye kuhukumu, maana yake wewe ni zaidi ya Mungu. Kwa sababu Mungu tu mwenyewe kasamehe. Wewe ukiendelea kuisamaza, maana yake wewe unasimama juu ya nani? Ya Mungu. Maandiko yanaposema usihukumu usije ukahukumiwa, ni watu wengi sana tunawahukumu watu ambao tayari wenzio walishatengeneza na Mungu wao. Mtu alishamalizana na Mungu wake siku nyingi, lakini wewe umeng'ang'ania yeye alifanya. Ndio waliiba, mwenzio ashamaliza na Mungu. Hicho kitendo ni moja ya dhambi ambazo watu wengi hawajazitubia. Wengi hawajazitubia. Mara ngapi mmeendelea kuzungumzia dhambi za watu? Na hata kama hajatubu, wewe inakuhusu nini? Mtu akifanya dhambi ambayo haijakugusa au haijagusa maisha yako, who are you? Yaani wewe unahusika nini? Yes, na Mungu wake. Sasa wewe unajiingizaga kwenye mtego. Ukisikia tu hilo jambo unaingia. Nataka nikuambie, mimi nina ushahidi wa watu wengi sana ambao wamezungumzia dhambi za watu na mambo yao yamekuwa mabaya kweli kuliko wale ambao wanawazungumzia. Mambo yao yamekuwa mabaya vibaya mno. Na watu wengine wanaendaga mbali kabisa mpaka wanawakataza, bwana usiongee naye yule. Yule usiongee naye. Usimfuate, achana naye kabisa, usiende. Yule usiende kwa kabisa, yani kama una namba yake mblock kabisa, achana naye kabisa. Kwa kufanya hivyo, watu wa namna hii kwa kufanya hivyo wamekutana na mambo magumu sana kwenye maisha yao. Kwa sababu wameingia kwenye kuhukumu, na sio nafasi yetu kumhukumu mtu aliyefanya dhambi. Biblia inasema aliyefanya dhambi arudishwe, arejeshwe kwa upole, kwa upendo. Lakini angalia tunavyowashambulia watenda dhambi. Na ukitaka kuona kuna kaunafiki, angalia binti au kijana au mtu ambaye amefanya dhambi, amerudi kundini Jumapili. Utaona wapendwa wanavyoimba, furaha mwenye dhambi moja akitubu. Wanapanga sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Ukisikia kale ka sauti unajua kabisa nyuma yake kuna kaunafiki. Sio kwamba wanaimba, kuna kaunafiki. Jamani, muje mumpokee mwenzetu sasa amerudi kundini. Unamuona mtu kabisa
kabisa kwa macho, lakini yeye katoka kunywa pombe jana usiku hapa, amekuja kumpokea aliyetubu leo. Sio kama mnanielewa. Hizi ni dhambi ambazo watu wengi hawafikiri kama ni dhambi. Wengi sana wanalisti uzinzi, wizi, sio nini, wanalisti hivyo vitu na wanaona kwamba ni kitu kikubwa sana. Lakini mtu aliyefanya dhambi na wewe ukiendelea kuishikilia ile dhambi, wewe una dhambi kubwa zaidi kuliko yule. Na ndio maana wengi walioshikilia hivyo wamepigwa. Na kuambia mimi na ushahidi wa watu ambao walianguka wakatengeneza na Mungu. Wale waliokuwa wanaendelea kuwanyoshia vidole, hali yao ni mbaya sana. Hali yao ni mbaya sana. Ukisikia mtu amefanya dhambi, nenda mbele za Mungu kwa moyo wa kumwambia Mungu, mpe neema huyu mtu arudi. Mpe neema huyu mtu. Ndio upendo katika Kristo Yesu. Ndio upendo. Na huo upendo umepotea. Kanisa la zamani, mchungaji, wazee wa kanisa, wamama, wababa, kanisa la zamani wanaenda kutafuta watu ambao hawaonekani kanisani waliofanya dhambi. Wanaenda kutafutwa. Mimi najua kabisa. Marehemu babu yangu kabla hajawa mchungaji alikuwa mwinjilisti. Amefanya kosa akaondoka akaacha utumishi akaamua kwenda zake huko kulima mkonge Tanga. Wakamfuata wazee, wakafunga safari kilomita nyingi, wakaenda wakamwambia, wewe ni mtumishi wa Mungu, kweli umefanya dhambi, lakini rudi ukamtumikie Mungu utengeneze. Wakamrudisha. Ingekuwa ni wa leo, mmesikia mchungaji wenu kakamatwa na binti. Tulijua, ndio maana hata kuhubiri hawezi kuhubiri. Ndio tulijua. Kama mlijua mbona hamkumsaidia mwanzoni? Hebu tupongeane. Mwangalie jirani yako usoni. Mwambie unaweza ukapata dhambi juu ya dhambi ya mwingine. Hichi ni kitu ambacho watu hawakijui, na kwenye kanisa kuna shida kubwa sana. Angalia watu wote ambao maisha yao ni kuwanyoshea watenda dhambi, angalia maisha yao yalivyo. Wana maisha mabaya, kiuchumi, kiafya, kindoa, kiimani, wana hali mbaya kwa sababu wananyosha mikono kwa ajili ya watu wengine. Kama unatafuta matatizo yako yanatokea wapi? Matatizo yako yanatokea hapa. Na hiyo hujawahi kuiona kama ni dhambi na hujawahi kuitubia. Angalia maisha yako jinsi yalivyo. Angalia jinsi maisha yanavyowapata watoto wako. Kwa sababu wewe umekuwa ni bingwa wa kutangaza dhambi za wengine. Umekuwa ni bingwa. Wenzio walishatengeneza jamani na Mungu. Mtu akifanya dhambi tuna mambo mawili ya kufanya, ni kumwombea neema kwa Mungu. Kwa sababu hata wewe kuwepo hapa ni neema ya Mungu. Kama sio neema ya Mungu, Mungu angeiona dhambi yako ya jana usingekuwa unaishi leo. Mungu angeamua kuihukumu dhambi yako ya jana, usingekuwa. Nakwambia, by the way, watu wengi wanaofanya dhambi kubwa ambazo zinashtua ulimwengu, wanakuwa wamebebaga vitu vikubwa sana ndani yao. Wamepigwa tu. Mkiwasaidia watu, mnawatoa, wanakuja kusimama baadaye wanakuwa ni watu wakubwa. Muangalieni Rahabu. Rahabu alikuwa ni kahaba tajiri. Lakini hebu muangalie Rahabu alikuwa amebeba nini ndani yake? Mbegu ya Yesu ilikuwa iko ndani ya Rahabu, lakini kahaba. Yule unayemuona leo kwamba amefanya dhambi na umeendelea kuitangaza dhambi yake, nataka nikuambie bora ungemuombea neema kwa Mungu. Kwa sababu huwezi kujua, inawezekana huyo mtu amebeba pia kesho yako. Inawezekana kesho yako iko ndani yake, lakini hujawahi kutubu hiki kitu. Kwa hiyo dhambi imezaa kitu kinaitwa uovu. Tunarudi kwenye somo letu la jana. Hiyo dhambi imezaa kitu kinaitwa uovu. Ule uovu unanyanyua madai. Kwa hiyo unatembea, mtumishi, muombe mwanangu. Mtumishi, wanangu jamani mbandike mikono. Lakini sisi kumbandika mtoto wako mkono hakuondoi dhambi yako kwa huyo mtoto. Tutambandika mkono, tutamuombea. Kama anaumwa atapona, lakini swala la hukumu ya dhambi yako kwake haliondolewi kwa kubandikwa mikono na mtumishi, ila ni wewe kutubu. Wangapi wamenielewa? Mwangalie jirani yako, mwambie hii ni Kwaresma. Tengeneza. Mwangalie usoni, mwambie tengeneza. Ya mwisho ya 10 ambayo tunataka tuingie sasa kuomba hapa. Tuingie kuomba leo tuwahi kumaliza. Ni dhambi ya kujihesabia haki isivyo sawa sawa. Dhambi ya kujihesabia haki isivyo sawa sawa. Najiona wewe ni msafi. Hii nayo ni dhambi nyingine. Na maandiko yameweka wazi. Anayedhania kwamba amesimama, angalia asije akafanya nini?
akaanguka. Wapendwa, wengi tunajihesabia haki. Hata tunapohubiri wakati mwingine au tunapozungumza habari za Mungu, huwa tunajiexclude kabisa, tunajitoa kabisa. Watu wa Mungu, moja ya kitu ambacho kitakusaidia sana mbele za Mungu ni lile neno ambalo linasema tumetenda dhambi sote na kupungukiwa na utukufu wa nini? Wa Mungu. Kwa sababu kuna vingine hujui kama uliwahi kufanya kama ni dhambi. This is very important. Sasa haya mavitu ambayo tumeyasema 10 tangu juzi, nataka tupite hatua moja badala ya nyingine, tuangalie madhara yaliyotupata. Kwa sababu sasa hivi kilichotupata sasa sio hizo dhambi, ni yale madhara. Ni yale madhara. Mimi nafahamu familia ambayo wanateswa kweli na ugonjwa na magonjwa. Wamezaliwa mabinti 5. Wanateswa na ugonjwa, wanakuwa na mauvimbe ya fibroids, lakini pia wanateswa sana na issue ya kutokuolewa. Wako mabinti 5. Dada yao wa kwanza nafikiri sasa na miaka kama sio 50, 51. Lakini mama yao ndio alikuwa issue. Mama wa kuongea vitu vya watu, ni mama wa kanisani na alikuwa sio mwenyekiti wa wanawake kanisani, lakini ni mama ambaye akisimama madhabahuni anavyoongea. Siku akisimama tu madhabahuni watu wanakonyana, jamani tusubiri hapa, shughuli tunayo hapa. Tunayo shughuli. Lakini wale mabinti wameingia kwenye gharama kubwa sana. Wameingia kwenye gharama kubwa. Mama yao amekuja kutubu mwishoni akiwa anataka kufa, ndio akaja kutengeneza mwishoni. Kwa hiyo alipokufa ndio mabinti sasa wanaanza kupona kwa sababu mama alitengeneza. Sasa nisikilize kitu kitakusaidia sana. Tuna wazee wengi sana ambao wamekufa vizuri, lakini wameacha matatizo nyuma yetu. Hebu tupungiane kama tuko pamoja. Sio kama mnaielewa hii statement. Kuna wazee wengi ambao alipofika dakika za mwisho akaita mchungaji, akasema, akatubu na akapewa chakula cha Bwana. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo wametubu na mbinguni wameenda, lakini wametuachia matatizo makubwa. Kwa sababu uovu walioufanya umebaki. Wao wametengeneza na Mungu, lakini dunia shida. Kwa kuna vitu vingi tunatakiwa tuvifanyie kazi, kwa sababu gharama imepita, mshahara umepita. Wengi tunasota, tuko kwenye hayo matatizo, tuko kwenye hiyo shida. Na sasa hatujui kwa sababu hatuna wa kutuambia. Ukiona Roho Mtakatifu anaweka wazi hivi vitu, ndio maana tumesoma ule mstari mwanzoni, afichae dhambi zake. Tumezungumza habari ya sisi wenyewe. Watu wengi wameficha, kwa hiyo hawafanikiwi. Familia nyingi zimeficha dhambi, hazifanikiwi. Tuna familia nyingi sana zinapita kwenye kipindi kigumu cha hali ya uchumi kwa sababu kuna vitu walificha. Roho Mtakatifu amevifungua sasa. Kesho tutaanza na kipengele cha kwanza, kuomba toba kwa Mungu kwenye dhambi ambazo zimesababisha matatizo ya kiuchumi kwetu. Unaweza kuwa una struggle kweli, lakini Mungu anataka tu usikie somo kama hili urudi kwenye toba. Ukirudi kwenye toba, Mungu anafungua mlango kwa ajili yako. Kwa hiyo kesho, siku ya 4, tunaingia kwenye hicho kipengele cha nini? Cha uchumi. Sawa? Amen. Kwa sababu tunataka kuondoa madhara ya dhambi. Ni dhambi. Mzee alikuwa mfanya biashara, mzee alikuwa sio ana maroli, ana magari, lakini alikuwa ana wanawake wengi. Alikuwa sio mchungaji, lakini alikuwa mlevi. Alikuwa sio, lakini alikuwa na vitu. Sasa madhara yake tumeyapata sisi. Na nisikia ninachokisema ili upone, ili ufanikiwe, sio wewe tu kufanya kitu kingine chochote, ni wewe kurudi kusimama mahali palipobomoka pa familia. Kama Mungu, mimi nasimama kwa ajili ya hii familia. Kuna mahali hatukufanya vizuri. Mnaweza mkawa ukoo wenu nyinyi ni watu wa biashara. Ukoo wenu nyinyi mnaweza mkawa ni watu wa watumishi wa serikali. Ukoo wenu nyinyi mnaweza mkawa ni viongozi. Ukoo wenu nyinyi mnaweza mkawa ni watu wa kanisani. Lakini kwa sababu waliowatangulia ambao walikuwa kwenye nafasi kama hizo, kuna dhambi wamezifanya katikati ya shughuli hizo. Leo nyinyi mnasuffer the outcomes, the iniquities. Mungu ni mwingi wa rehema. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame.
Naomba usimame. Haraka basi tusimame tufanye toba alafu tuondoke. Nilikuambia maombi yetu ni muunganiko, kwa hiyo tumepata cha jana, cha leo unganisha, kesho tena. Yaani leo ukitoka hapa umeshapata za kwako ngapi hizo? Kama 5 6. Nenda ukazitafakari. Nimerudia kile cha waliotutangulia na wazazi na nini, kwa sababu hata haya tunateseka sisi leo. Pengine wewe ndio mtoto wa yule mama niliyokuwa namzungumza hapa. Yule mama ambaye kabla ya kufa kwake ameacha matatizo makubwa. Wewe ndio mtoto. Pengine wewe ndio mtoto wa Kaini. Umekutana tu na maisha ya kuzurura dunia nzima, ya kuanza kitu na kukiacha. Sasa usibaki hapo ukaanza kusema tu baba zetu walitenda dhambi. Walitenda dhambi, so what? Sawa, walifanya dhambi, rudi kwenye toba. Kanisa, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni wakati mzuri sana wa kutafakari haya mambo. Kesho tutasimama na lango hili la uchumi. Wengi sana tunapoombeaga uchumi huwa tunaombeaga kufungua milango ya uchumi. Sasa hatutaombea kufungua milango ya uchumi, tutatubu kwa ajili ya milango ya uchumi. Kwa sababu milango umeifungua sana, ila haijafunguka kwa sababu haidai kufunguliwa, inadai kutubiwa. Umeelewa ninachokisema Yaani milango ya kazi, milango ya biashara, mikono ya watu imeshika damu. Mzee wako alikuwa na mabasi na maroli, lakini aliua, mikono yake imeshika damu. Who knows? Kwa hiyo wewe unafanya kazi ile ambayo wazee walikuwa wanaifanya, lakini mikono yao ilikuwa ina damu. Ile damu inakudai wewe wa sasa. Usipotubu kwenye lango la uchumi, utakuwa una struggle sana kwenye maisha yako. Nyanyua mikono yako kwa Mungu. Rehema bure na neema imba kwa sauti kabisa. Ndipo mbona unaimba kwa wasiwasi? Imba maanisha. Rudia tena, imba kwa sauti. Rehema bure sama ipo fungua waka kwa neno lako Bwana Mungu, nimejiona nimegeuka tubu kwa Kalvari rehema bure na neema sama nalo nilipewa, ndipo aliponifungua kwa mwingi nilitembea. Hebu imba. Nilipotea. Na mwingi nilipotea.
kwa Kalvari. Rudia tena, muda mwingi nimepotea, muda mwingi. Muda mwingi nilipotea, sikufahamu msalaba wala aliyenifilia kwa Kalvari. Nyanyua mikono juu, sema rehema, oh, rehema bure nane, oh, sama nalo nilipewa, ndipo aliponifungua kwa Kalvari. Rehema, rehema bure nane, sama nalo nilipewa, ndipo aliponifungua kwa Kalvari. Nyanyua mikono yako ya toba kwa Mungu, sema Bwana Yesu, ninakunyanyulia mikono yangu, mimi hapa. Sema mimi hapa na familia yangu, na upande wa baba yangu, upande wa mama yangu, sisi hapa kwa umoja wetu ninasimama leo kwa niaba yetu sote, kwa ajili ya dhambi ambazo wewe Mungu umesema na sisi, haujatuficha chochote. Na kusihi Bwana wangu, utusamehe wanao katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Mungu wa rehema, asante kwa kusema na sisi jioni hii ya leo kwa habari ya dhambi. Kuna mambo ambayo yamewahi kufanywa mahali sisi hatujui, lakini wewe wajua. Naomba unijulishe, naomba unionyeshe yale mambo ambayo sijayaona, lakini wewe umeyaona, na mbele ya uso wako kuna madai mbele zako. Samehe Bwana katika damu ya Yesu Kristo. Mungu wa rehema, kuna mambo mengi tumewahi kuyasingizia na kuingia kwenye mkumbo wa waliosingizia, na kwa hiyo Bwana, sema kwa hiyo Bwana, tumewashuhudia uongo watu wengine tofauti na neno lako. Mungu wa rehema, tusamehe watoto wako katika damu ya Yesu Kristo. Samehe Bwana hii dhambi Bwana ya kusingizia na ya kubeba masingizio. Tusamehe Bwana mambo ambayo tumeyashabikia, mambo ambayo tumeyafurahia, maanguko ya wengine walipoanguka sisi tukafurahia, sisi tukashangilia. Yesu wa rehema, tusamehe watoto wako. Hatukujua ya kwamba tulifanya makosa kushabikia maanguko ya wengine. Hatukujua ya kwamba tumefanya makosa kwa kufurahia mabaya yaliyowapata watu wengine. Yesu wa rehema, tumezungumzia, tumeendelea kuzungumza na kukuza dhambi ya wengine. Tumeitangaza dhambi ya wengine ambayo wewe Mungu ulishasamehe. Yesu wa rehema, tukasimama na kujihesabia haki. Tusamehe Bwana, turehemu Bwana. Leo mabaya yametupata kwa sababu ya dhambi hii. Tusamehe Bwana. Hebu pata nafasi ya kutubu, paza sauti yako, tubu. Nimekukumbusha tu kwa uchache vitu ambavyo tumevisema. Hebu pata nafasi ya kutubu kwa Bwana. Tamka maneno ya toba, tamka maneno ya toba. Usikae kimya, usikae kimya mtu wa Mungu. Hii ni toba. Ukiweza kupiga magoti, ukiweza kuja kwenye madhabahu ya Mungu, ni wewe. Fanya toba kwa Bwana, fanya toba kwa Mungu aliye hai, fanya toba. Usikae kimya, tubu wewe. Mungu amekupa nafasi ya kutengeneza, ndio.
Yes, Lord. Rabushata rimanda rabusakaria mandiria basaya manda rabushata. Mwambie Mungu, inawezekana mama yangu, baba yangu aliwahi kutembea akisema wengine, akisema mabinti wa rafiki zake, mabinti wa familia nyingine, amewasema juu ya maisha yao. Leo ile taabu imetupata. Yesu, ninaomba rehema yako, ninaomba toba kwa damu yako takatifu. Samehe Bwana, katika damu ya Yesu Kristo tusamehe wanao, kwa damu ya mwana kondoo samehe Bwana. Fanya toba, fanya toba, fanya toba kwa Mungu aliye hai. Fanya toba kwa Mungu. Nimekupa dakika za kuomba. Omba, maanisha. Mungu amekupa mifano ya walionyooshea vidole wengine na yale mabaya yamewapata. Inawezekana yaliyokupata leo ni kwa sababu wengine uliwanyooshea vidole. Inawezekana pia wazazi wako walinyoosha vidole. Mwambie Yesu, samehe. Endelea kuomba rehema. Endelea kuomba rehema. Usijihesabie haki. Mwambie Baba, niko mbele zako. Ni mimi Baba niliyeinua mdomo wangu, niliyeinua kinywa changu, nikashuhudia uongo, nikakubaliana na mambo nisiyoyajua, nikashuhudia, nikabeba mambo ya wengine, nikayapeperusha, nikayakuza kana kwamba nayajua. Leo Baba, tazama mahali nilipo, tazama familia ilipo, tazama uzao wangu ulipo, tazama biashara ilipo, imepigwa, sijui mwanzo wake, sijui chanzo chake. Na nyenyekea na kikaribia kiti chako cha neema na rehema. Baba, nisamehe. Samehe maneno niliyoyatamka, samehe maneno niliyoyatamka, samehe Baba taarifa za watu wengine nilizozibeba pasipo kujua. Nimezibeba, nimesambaza, nimetamka, nimeongea, nimeshuhudia, nimeapa kana kwamba najua, kumbe Baba nimeharibu, nimeleta madhara katika familia, nimeleta madhara katika maisha yangu. Leo nimejua, leo nimetambua. Naomba rehema, naipeleka damu ya Yesu mahali popote nilipotamka maneno nisiyoyajua, nisiyo na uhakika nayo. Ni kweli Baba, tumetamka, tumefurahia anguko la mtu, Baba, naomba rehema katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Endelea kuomba. Maanisha nilisema na mwanzo, omba roho ya neema na kuomba ndani yako. Ugulia hilo jambo. Ndio, hasa kwa sisi waumini, hasa kwa sisi wa Kristo, hasa kwa sisi waumini, tumebeba mambo ya watu, tumeshuhudia uongo, tumebeba bendera, tumetangaza uongo. Hatuna uhakika, lakini tumesema. Hatuna uhakika, lakini tumeapa. Asante Roho Mtakatifu, umetuletea neno la majira na wakati. Umetukumbuka ili tutoke kwenye hiyo changamoto, ili tutoke kwenye hayo madhara. Hakuna njia nyingine, ni sisi kutubu. Hakuna njia nyingine, ni sisi kukubali. Hakuna njia nyingine, ni sisi kunyenyekea kwamba Baba, kupitia hiyo hali tumeua hata vipawa vya watu, tumeua karama za watu, kwa sababu Baba tumewabebea mabaya, tumebeba mabaya. Kumbe wao yumkini ni msaada kwetu, lakini tumefisha karama zao kwa maneno yetu yasiyo na uhakika. Tumebeba mabaya, tumeshangilia juu ya yale mabaya. Hatukujua kwamba kuna madhara, hatukujua kwamba kuna madhara. Asante Roho Mtakatifu, umetukumbusha kwa neno lako. Wewe ni Mungu unayetukumbusha ili tutubu. Wewe ni Baba unayetuelekeza ili tutubu. Tunaleta kwako, tunajimimina kwako hizo dhambi. Bwana, naomba utusamehe, naomba uturehemu, naomba ututakase, naomba utuoshe kwa damu yako ya thamani. Tazama hayo madhara kwa watoto wetu,
Tazama hayo madhara kwenye ndoa zetu. Tazama hayo madhara kwenye kazi. Hatujui zilikoanzia, kumbe chanzo ndio. Endelea. Wengine Mungu alitegemea upendo wetu, lakini hatukuwa watu wa upendo. Mahali pa kuwapenda na kuwasaidia, sisi tumekuwa watu wabaya zaidi, wa kuwatangazia mabaya yao, na matokeo yake wameharibikiwa, na saa hii Bwana wamepotea, hawako tena kwenye nafasi zao. Yamkini walikuwa msaada kwetu, lakini tumeupoteza huo msaada kwa sababu ya midomo yetu ya kusema uongo na kunena hila. Na wewe Mungu umesema tusiwasingizie watu, tusitangaze, tusiseme uongo. Yesu, rehema yako, samehe Bwana kwa damu yako, samehe Bwana kwa damu yako. Rehemu we Bwana, ulimwambia Kaini, ukitenda vyema utapata kibali. Tulipoona wivu, hatukutenda vyema, tukanungunika, tukakunjamana nyuso, tukasema mabaya, tukazungumza vitu vibaya. Mengine hatuyajui lakini tumeyasema, hatujajua lakini tumesema. Mungu turehemu we Bwana. Hata yale ambayo hatujayasema tumekuwa wasemaji tu, hata yale ambayo hatujaambiwa, hatujui chanzo chake, tumeyabeba tu, tumekuwa wasemaji. Yesu turehemu. Baba turehemu, Baba tuhurumie, Baba turehemu. Tunanyenyekea, tumejua kosa, tumejua kosa, tumejua kosa. Baba turehemu, Baba tutakase, tunatubia hata yale waliofanya wazazi wetu waliotutangulia. Yumkini na wao Baba walipita kwenye hiyo hali ya kubeba na kushangilia mabaya ya watu. Ndio maana Bwana mabaya yametupata. Tunaomba rehema juu ya wazazi waliotutangulia. Yumkini Bwana wameyaishi, wameyabeba, wameshangilia, wamesingizia, na sisi hatujui, ila kwa neema yako tunawaleta kwako. Tunaomba rehema, tunaomba rehema juu ya wazazi wetu, juu ya wazazi wetu. Tunatambua wamesema mabaya kwa watu, wamewainukia watu mabaya, wamekuwa watu wawivu, walinyoshea mikono mabinti za wenzao, walinyoshea mikono mabinti za wenzao. Leo yametupata. Walinyoshea mikono vijana, watoto wa kiume, waliwanyoshea mikono, walisema muangalie binti wa fulani ameharibikiwa. Matokeo yake leo sisi mabinti walioko hapa wanapata shida. Yesu, rehema yako. Yesu, samehe Bwana kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio endelea. Ndio maana tunashindwa kusogea, tumeshindwa kusogea, tumeshindwa kuchanua. Uwezo tunao, nguvu tunazo, hatuchanui. Yawezekana maneno ya wazazi, maneno ya baba zetu, maneno ya baba zetu walioyatamka juu ya watoto wa watu, juu ya mabinti wa watu, kwamba hawajaolewa. Ndio maana Bwana tumeshindwa kuolewa, tumeshindwa kuoa. Baba turehemu, Baba turehemu. Tumeshindwa kuzaa kwa sababu walisema watoto wa mtu hawajazaa, walisema matumbo ya watoto wa watu. Ndio maana Bwana hatupati watoto, hatupati kustawi, hatupati kuchanua. Ambao hawajasoma walipanda mbegu mbaya kwa ajili ambao hawajasoma. Leo watoto wetu wanapigwa kwenye elimu, wanapigwa kwenye mashule kwa sababu waliwasema ambao hawajasoma. Yesu rehemu, samehe Bwana kwa damu yako ya thamani. Ninaomba usimame, naomba usimame wewe uliyekaa. Ninaomba usimame wewe uliyekaa. Naomba usimame wewe uliyekaa. Jesus, naomba usimame. Naomba usimame, naomba usimame. Naomba usimame, naomba usimame. Jesus, 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 Jesus. Umepata agenda. Umepata agenda za kuomba kwa resma. Kwa resma hatujifunzi kila kitu, hatuombei kila kitu. Kwa resma tunafanya toba na matengenezo. Umepata agenda za kukutosha. Usilale. Usiache kuja kwenye haya maombi ya toba. Tunaendelea, safari inaendelea hii wiki hii.
Usiache kuja asubuhi, tunaanza na maombi ya ibada za asubuhi hapa. Jiweke moyo wako, jinyenyekeshe kwenye moyo wako. Kwa hiyo tafadhali sana, pata nafasi ya kutubu vya kutosha. Pata nafasi ya kutubu vya kutosha. Hii tunafanya, tunakuwekea kama tunaanza. Kwa hiyo ukitoka hapa, nenda kaendelea kuomba tena. Kama kuna mtu ambaye una maumivu ndani yako ya kusingiziwa vitu, unajua kabisa kuna vitu umesingiziwa na vimekuumiza mpaka sasa umevibeba, hebu sogea hapa mbele tukuombee. Sawa sawa, tukuombee. Kama kuna mtu ambaye kuna vitu umesingiziwa na umeumia na ndani yako umebeba huo mzigo, usiondoke hapa na hayo maumivu. Njoo hapa na Mungu atakusaidia saa hii. Kama umesingiziwa vitu na umevibeba ndani yako, umekuwa mateso kwako, njoo hapa, Mungu ni mwaminifu. Ndio. Nifinyange, unifanye kama upendavyo. Yesu, nifinyange, nifinyange, nifanye mimi, unifanye kama upendavyo. Oh, nifinyange, nifinyange, unifanye leo, unifanye kama upendavyo. Mpaka kule nyuma, nyanyua mkono wako. Ninajua hapa kuna kitu Mungu anataka tufanye cha kutubu na kuachilia. Sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu. Ni kweli inaumiza mambo ya kusingiziwa na kusemwa vibaya, lakini jioni ya leo, kwa sababu umeniletea msaada, ninaamua kusamehe, naamua kuachilia. Tangu saa hii naachilia moyoni mwangu dhambi hii, e Bwana, isije ikanifuatilia tena. Ewe moyo wangu, nafsi yangu, achilia kabisa. Achilia uchungu wako, achilia maumivu yako katika damu ya Yesu Kristo. Ninaachilia saa hii. Sema naachilia saa hii. Sema naachilia kabisa. Hata walionikosea na waachilia leo. Hata niliowabeba na waachilia leo. Hata nilioambiwa ya kwamba ndio waliosababisha mateso nilio nayo, jioni ya leo ninawaachilia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema naachilia leo. Sema naachilia leo. Sema naachilia leo. Tamka tu hayo maneno, naachilia. Tamka tu. Tamka wakati tunakuombea. Tamka kwa dakika chache tunakuombea. Mungu wa rehema, wape neema watoto wako ili waweze kuachilia kabisa ndani ya nafsi zao na mioyo yao. Waachilie kabisa ndani yao na mioyo yao, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ukakuwa wametamka kwa vinywa vyao ya kwamba wanaachilia, hayo hayatakaa ndani yao tena, yanayotoka, e Bwana, na unawafanya kuwa wepesi kabisa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Neema yako iwe juu yao ya kusamehe na kuachilia. Neema yako iwe juu yao ya kusamehe na kuachilia. Neema yako iwe juu yao. Ndio. Arabushata, machozi yake Bwana wa rehema, wewe mwenyewe ukayabebe katika damu ya mwana kondoo. Maumivu yake Bwana ukayabebe katika damu ya mwana kondoo. Wewe Yesu ulibeba dunia nzima, hautashindwa kuwabeba watu hawa, e Bwana. Uwabebe na ubebe mateso yao, hayo walioyabeba ndani ya mioyo yao. Yesu wa rehema, uwabebe kabisa, e Bwana, katika damu ya Yesu Kristo. Wasibebe tena haya mateso, kwa damu ya mwana kondoo. Moyo wa kusamehe, moyo wa kusamehe, moyo wa kusamehe, moyo wa kuachilia, uhuru wa ndani katika damu ya Yesu Kristo. Uhuru wa ndani katika damu ya Yesu Kristo. Uhuru wa ndani katika damu ya Yesu Kristo. Ndio. We Mungu, waachilie watoto wako, wape neema ya kuachilia kabisa, wasirudi nyuma, e Bwana, katika damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yes Lord. Naomba unisikilize mtu wa Mungu. Tunaendelea tena na tunakimbizana na time. Ni kuombe, amka tena usiku, fungua daftari yako ya notes,
rudia tena hiki kitu, fanya toba tena, endelea kutubu mpaka kesho tutakapoonana. Tujitahidi tena kuwahi, tuwe na muda wa kutosha. Kesho tunaanza sasa safari ya kuondoa madhara kwenye maeneo tofauti tofauti, na kesho tukianza na eneo hili la uchumi. Ziko familia nyingi ambazo mmepigwa kiuchumi, lakini kuna dhambi imefanyika mahali ya mlango huo wa kwenu wa kuwasaidia, na matokeo yake wengi mkaacha hiyo njia na mkaendelea na kitu kingine. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kesho pia siku ya 4 tutakuwa na sadaka pia maalum ya bahasha kwa ajili ya huduma zinazoendelea hapa. Kwa hiyo ukitoa leo sadaka utapewa na bahasha zitakuwepo kwenye viboksi vya sadaka hapo. Wakati unatoa sadaka yako, basi pia utachukua na bahasha kwa ajili ya siku ya kesho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuwe waaminifu, tuwaambie na wengine. Naomba tuchukue sadaka zetu za leo tuweze kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii. Mungu akubariki sana wewe ambaye umekuja leo. Usiache kuwajulisha na wengine. Siku ya kesho wale watumishi wa umma tutafanya maombi baadaye, baada ya sadaka tutarudi hapa mbele ili tumuombe Mungu kama tulivyokubaliana jana. Chukua sadaka yako haraka haraka, naomba usimame ukishaweka sadaka yako. Tunatamani tuwe saa 12:30 tumalize tuondoke, lakini sasa tayari ni saa 1 kasoro. Kwa natamani tuwahi na tuwahi kumaliza. Naomba uchukue sadaka yako, mnyanyulie Mungu sadaka yako. Kama umeshashika sadaka yako, simama mahali ulipo. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako ambao tumekuja kwenye madhabahu yako jinsi tulivyo. Umesema nasi neno lako, nasi tumelisikia, tumetubu kwa sehemu, na wewe Mungu ni mwaminifu. Umesema anayeweka wazi dhambi zake atapata rehema, nasi tuna uhakika kwamba tutapata rehema. Basi Mungu, nakusihi utusaidie watoto wako, utupe neema na rehema machoni pako. Kila mmoja ambaye amenyoosha mkono wake kutoa sawa sawa na neno lako ya kwamba atoae hupokea, ukawape kupokea baada ya leo wanapotoa. Na utupe neema tena kesho kukutana kwenye madhabahu hii tuweze kuendelea kujifunza na kuomba, hasa kwenye lango la uchumi. Tumedharaulika sana Mungu, hasa sisi tulioko kanisani tumedharaulika kwamba hali zetu ni mbaya za kiuchumi. Ifike mwisho Mungu, tusaidie Bwana. Siku ya kesho ututengenezee mlango wa kuvuka katika jina la Yesu Kristo. Basi Mungu wa rehema, utubariki na kutulinda, utuangazie nuru za uso wako na kutufadhili, na kutunilia uso wako na kutupa amani yako, kwa jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Karibuni tutoe sadaka, na Mungu awatangulie. Tuonane tena kesho.